Ya, 2, 3 twende. Shalom, shalom. Nakusalimu sana katika jina la Yesu. Naitwa Mchungaji Zakayo. Natumika na madhabahu ya Betheli Elim Church Dodoma. Tuko maeneo ya Msalato hapa jijini Dodoma. Mchana wa leo nataka nikushirikishe neno la Mungu kwa ufupi sana kwa habari ya karakta ya mtu wa imani, ama namna mawasifu ama sifa ya mtu. Ili uwe mtu wa imani ni lazima uzingatie mambo yafuatayo. Imani inahitaji uhakika, inahitaji ujiamini. Ili imani itende kazi lazima ujiamini. Kwa hiyo kama huwezi kujiamini, kimsingi imani haiwezi kufanya kazi. Sasa ziko sifa kama 2-3 ambazo naweza nikakusaidia, pengine zikakusaidia. Sifa ya kwanza, ili uwe mtu wa imani, ni lazima ujiepushe na uovu ama ulimwengu. Kwa sababu uovu mara nyingi unazima imani. Yoyote mwenye imani yenye matokeo lazima ajitenge na uovu. Kwa hiyo uovu ni moja ya sumu inayotumika katika ufalme wa Shetani kuua imani ndani ya watu. Kitabu cha Warumi, Mtume Paulo anasema sura ya 12 mstari wa 2, anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii. Hiyo namna ya dunia hii imetajwa kama tamaa, lakini waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 na ule mstari wa 15 anasema msipende dunia wala mambo yaliyoko duniani. Humo ndani kuna tamaa ya dhambi, kuna tamaa ya macho, kiburi cha uzima, pamoja na tamaa ya mwili. Zote hizo anasema vinamfanya mtu asisema ya kwamba anaye Mungu. Kwa hivyo uovu ni mbaya. Na kushauri sana, ili imani yako ifanye kazi. Unaweza ukawa unaenda kanisani, unafanya majukumu ya kanisa, toa sadaka, unafanya yale na yale, lakini kumbe unafanya uovu ambao pengine mtu asijue, lakini mwisho wa siku hatuoni matokeo. Sasa imani inahitaji ujikane, uikatae kitu kinachoitwa uovu. Lakini jambo la pili la muhimu sana ni kuonyesha kiu na shauku ya kumpenda Mungu. Kiu na shauku ya kumpenda Mungu. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 5 na mstari ule wa 6 anasema heri mwenye kiu na njaa ya haki ya neno la Mungu. Mtu mwenye kiu ya kumpata Mungu, hiyo inapendeza sana. Hata mtumishi wa Mungu Daudi ameandika kwenye kitabu cha Zaburi sura ile ya 27 na mstari ule wa 4, anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana ni hili, nikae nyumbani mwa Mungu, nitafakari uzuri wake usiku na mchana. Daudi anaonyesha shauku kubwa, na unaona Daudi, scenario ya Daudi